Eternal Father, I offer you the body and the blood. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa hii ambayo nimepata asubuhi ya leo ili nipate kukua katika studio hii asubuhi ya leo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, nashukuru Mungu kwa neema na kwa upendo ambaye ametupea. Pia nashukuru Mungu sana kwa sababu ya wewe kupatikana ili tuende pamoja kwa neno la Bwana ambayo Bwana anatupea asubuhi ya leo. Neno ambayo Bwana alikuwa ananipea leo hii nipate kunena ni kwamba Bwana angependa kila mmoja wetu, kila mmoja ambaye anamhitaji, kila mmoja ambaye anamtegemea apate kujua ya kwamba nguvu zote inatoka kwake Bwana. Nguvu zote za kufaulu, nguvu zote za ushindi, nguvu zote za baraka, nguvu zote za kibali inatoka kwake Bwana. Kwa hivyo nilikuwa naomba Bwana kuhusu yale ambayo Bwana ananipea nihubiri siku hii ya leo, na Bwana akanielekeza ya kwamba niwaambie watu wake, niambie wewe, niambie mimi mwenyewe ya kwamba Bwana anahitaji kuona kama tumeunganishwa na yeye. Kuna nguvu katika kuunganishwa. Sasa ujumbe wangu leo hii ni kuunganishwa kwa nguvu ya Bwana, nguvu ya kuunganishwa na Bwana. Nataka tusome andiko katika kitabu cha Luka 5, na andiko inasema katika kitabu cha Luka 5 kuanzia mstari wa kwanza. Andiko inasema hivi, naomba ya kwamba tusome pamoja katika jina la Yesu. Kama uko na Biblia yako, fungua tusome pamoja, ndio Bwana tubariki pamoja. Andiko inasema vyema ya kwamba siku moja Yesu alipokuwa anasimama kando ya ziwa Gezerati, na watu wengi walikuwa wamemzunguka wakimsongamana wanasikiliza neno la Mungu, akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa. Wavuvi wenyewe walikuwa wametoka wanaosha nyavu zao. Baada ya Yesu kuingia katika mashua moja iliyokuwa ya Simioni, alimtaka Simioni aiongoze majini mbali kidogo na ukingo wa ziwa. Akaketi akafundisha umati wa watu akiwa ndani ya mashua. Alipomaliza kufundisha, akawaambia Simioni, endesha mashua mpaka kilindini, mkatupe nyavu zenu mpate kuvua samaki. Simioni akamjibu, Bwana, tumejitahidi kuvua samaki usiku kucha bila kupata kitu, lakini kwa maana umesema, nitatupa nyavu. Baada ya kufanya hivyo, wakavua samaki wengi hata nyavu zao zikaanza kukatika. Wakaita wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje wakawasaidia. Wakaja wakajijaza mashua zote mbili samaki hata karibu kuzizama. Simioni alipoona hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu akisema, ondoka mbele yangu, Bwana, kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, najikabidhi mkononi mwako asubuhi ya leo kama chombo ambayo Bwana unaenda kuitumia. Sio ya kwamba mimi nafaa vile, lakini Bwana najua ya kwamba unaenda kunitumia tu kama chombo. Naomba neema, naomba kibali, naomba hekima, naomba uongozo wa Roho Mtakatifu, ya kwamba ninaponena watu wako Bwana wa majeshi, Jehova unisimamie, Bwana unitetee. Roho Mtakatifu unielekeze na uniongoze kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana kwa wasikilizaji na watazamaji wangu ambao umenipea asubuhi ya leo. Bwana, ninaponena nao, Bwana unitumie kama chombo, na Bwana wainue, washindanie ili jina lako lipate kutukuzwa. Katika jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Amen. Msikilizaji na mtazamaji wangu, asubuhi hii ya leo nimekuja na neno moja ambayo Bwana alikuwa ananipea nilipokuwa naomba Bwana wa majeshi ya kwamba niambie yale ambayo nakuja kuambia watu wake, ambayo ni mimi
ni wewe na mimi, Bwana akanielekeza ya kwamba niongee na watu wake ya kwamba kunaye nguvu kwa kuunganishwa. Kuna nguvu kwa kuunganishwa pamoja na Bwana. Niko na jambo ambayo ningependa nikuambia mtazamaji wangu asubuhi hii ya leo. Kabla hatujaendelea, ningeomba uelewe ya kwamba katika ufalme wa Mungu, nguvu zote ni za Mungu. Katika ufalme wa Mungu hakuna yeyote ambayo anaweza kuwa na nguvu isipokuwa Mungu peke yake. Katika ufalme wa Mungu, yeyote ambayo anaweza kuwa amepata baraka zake, yeyote ambayo anaweza kuwa ako na kibali katika ufalme, yeyote ambayo anaweza kuwa amepata baraka, anayepeana uzima katika ufalme ni Mungu peke yake. Anayepeana ushindi katika ufalme ni Mungu peke yake. Anayepeana nguvu katika ufalme wa Mungu ni Mungu peke yake. Ndiposa ningependa nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba Bwana ndiyo anataka mimi na wewe tuunganishwe na yeye, ili ya kwamba iwe na mitiririko ya baraka ambayo inatoka kwa Bwana. Bwana alikuwa ananielekeza ya kwamba niongee na msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo ya kwamba kila mmoja wetu tuunganishwe pamoja na Bwana, kwa sababu nguvu zote unatoka kwa Bwana. Baraka zote ambayo ni ya ufalme wa Mungu inatoka kwa Bwana. Uhai ambayo inatoka katika ufalme wa Mungu, Bwana ndio only source ambayo iko na hiyo baraka. Ndiposa wapendwa, asubuhi hii ya leo ningependa nikuelekeze ya kwamba Bwana wa majeshi asema ya kwamba yeye pekee ndiyo baraka, yeye pekee ndiyo uzima, yeye pekee ndiyo kibali. Chochote ambayo inatoka kwa ufalme wa Mungu, hakuna mahali popote inatoka isipokuwa kwa Mungu mwenyewe. Chochote ambayo inatoka katika ufalme wa Mungu, anayepeana vitu za ufalme sio mwingine. Hakuna binadamu yeyote, hakuna mtu yeyote ambaye anaweza piga kifua ya kwamba baraka ambayo niko nayo ni mimi nimejitegemea. Hakuna binadamu yeyote katika ufalme wa Mungu ambaye anaweza sema ya kwamba uzima ambayo niko nayo ni kwamba mimi niko na uzima wangu. Yote inatoka kwa Bwana, ya kwamba mamlaka zote, nguvu zote ni za Bwana. Hiyo ndio ujumbe ambayo Bwana ananiambia kwamba nguvu zote zinatoka kwake, mamlaka zote zinatoka kwake. Wanayoamini kwa Bwana, wanayowategemea Bwana, wala ambayo Bwana ndio nguvu zao, Bwana ndio uweza wao, bila kuunganishwa pamoja na kwake Bwana, basi hakuna mahali wanaweza enda. Kwa hivyo Bwana alikuwa akinielekeza ya kwamba niongee na watu wake ya kwamba kunaye nguvu kwa kuunganishwa pamoja na Bwana. There is power in connection with God. Hiyo ndio ujumbe wangu wa siku ya leo, ya kwamba kunaye nguvu kwa kuunganishwa pamoja na Bwana. Kabla tujaenda kuandiko ambayo tumesoma, andiko inasema katika kitabu cha Wahibrania 7:7. Andiko inasema ya kwamba hakuna mashaka hata kidogo kwamba aliye ni mkubwa ndio anabariki aliye mdogo, aliye mkubwa. Kwa hivyo ni vyema ya kwamba kila mmoja wetu apate kuelewa ya kwamba kama Mungu ndio mkubwa, yeye ndio anabariki yule ambayo ako chini. Kama Mungu ndio mshindi, yeye ndio anabariki yule ambayo amelemewa. Kama Mungu ndio ako na mamlaka zote, ndio ako na uzima, yeye ndio anapeana uzima kwa yule ambayo uzima ni shida. Kama Mungu ndio ako na baraka, yeye pekee ndio ako na jukumu na ako na baraka na haki ya kuleta baraka kwa wanao mtegemea. Kwa hivyo inalazimisha mimi, inalazimisha wewe wapendwa, inalazimisha kila mmoja anayenisikia asubuhi ya leo ya kwamba upate kuelewa ya kwamba usipounganishwa na Bwana, basi kuna ile mtiririko ya baraka, ile mtiririko ya nguvu, ile mtiririko ambayo inatakikana haitakuwa ndani yako. Hiyo ndio kwa sababu asubuhi ya leo nimekuja nikuambia kwamba tunapoongea katika mambo ya ufalme wa Mungu, hakuna mambo ya kwamba kunaye wale unajua, katika ulimwengu tunamoishi kunaye wale ambayo wanaamini ya kwamba mimi naweza faulu kwa sababu ya godfather fulani, ya kwamba kwa sababu ya mtu fulani. Hiyo ni mawazo ya binadamu, lakini Bwana asema hivi ya kwamba nguvu zote ninatoka kwake. Kwa hivyo anayetaka kwake Bwana, anayetegemea Bwana, lazima aunganishwe na Bwana, lazima awe na uhusiano na Bwana, lazima asongee Bwana, lazima anyenyekee kwake Bwana. Wapendwa, roho zetu inafaa iunganishwe na Bwana. Wapendwa, hisia zetu zinafaa iunganishwe na Bwana. Wapendwa,
roho zetu sisi wenyewe, roho zetu, hisia zetu, yeyote ambayo tunahitaji wapendwa, tusipounganisha roho zetu na roho ya Bwana, tusipounganisha roho zetu kwake Bwana, basi kuna uwezekano ya kwamba tunaweza shindwa. Ndipo asubuhi ya leo andiko ambayo tumesoma katika Luka 5 inaeleza vizuri ya kwamba kunaye siku ambaye Petero, ambayo alikuwa mwanafunzi wa Yesu, alikuwa ametafuta samaki usiku yote, lakini akakosa samaki. Walikuwa wavuvi wengi, lakini wote waliingia bahari, wote wakajaribu kwa nguvu zao kuvua samaki, lakini hawangepata. Wakajaribu, bila kusema ya kwamba walitembea usiku yote, wakajaribu. Petero hakukuwa tu mvuvi ambayo anajifundisha, alikuwa mvuvi ambayo alikuwa na uzoefu, alikuwa mvuvi ambayo ameelewa jinsi ya kuvua. Petero alikuwa mvuvi ambaye alikuwa na kampuni kubwa, alikuwa anaelewa. Nimekuja nikuambia nini? Ya kwamba sio hata mambo ya kuzoea, hata sio mambo ya kukuwa professional ya kwamba ndio ufaulu. Petero alikuwa professional, alikuwa mtu ambaye ako na uzoefu ya hali ya juu katika hali ya uvuvi, lakini hakufanikiwa. Ndiposa Yesu alipomtembelea asubuhi akapokea Yesu. Wapendwa, asubuhi ni njema ambaye ningependa tuende pamoja katika hii neno ambayo tumesoma, na tuelewe ya kwamba kunaye nguvu kwa kuunganika pamoja na Yesu. Unapounganishwa na Yesu, unapokuwa umeunganishwa na Yesu, ile kuna mtiririko. Nimekuja kuelewa ya kwamba huwa naona huko katika manyumba zetu ya kwamba unapokuwa na taa, hiyo taa haiwezi waka isipokuwa na mafuta ndani. Kuna mafuta tumekosa ndani, ndio na sababu kuna hali tunapitia. Asubuhi ya leo Bwana anatuambia ya kwamba tuunganike na wewe. Vile utambi ya taa inahitaji kuunganishwa na mafuta, na hiyo utambi ndio iwake, ndivyo vile wewe pia unafaa unganishwe na Yesu, ndio uone ushindi wa Bwana. Asubuhi ya leo Bwana ananiambia niongee na kila mmoja anayesikia neno lake, niongee na kila mmoja anayetafuta Bwana, niongee na kila mmoja ambayo ako katika hali ya kukaa kana kwamba umeshindwa, niongee na kila mmoja ambayo hali anayepitia ni hali ambayo kwake ni ngumu, ya kwamba kuna jinsi utakavyounganishwa na Bwana basi hutashindwa. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 8 ya kwamba onjeni muone Bwana ni mwema, heri wanayomtumainia. Wapendwa, nimekuja nikuambie ya kwamba kitu ambayo inaonjwa ni kitu ambayo inafanyiwa kwa ulimi ya mtu ndio huwa inatest. Huwezi ona vitu na macho na uamue ya kwamba hiyo kitu ni kali ama sio kali. Sisi kama watumishi wa Mungu mara mingi tunapohubiri huwa tunapewangwa maji ambayo imewekewa ndimu, maji ambayo imewekewa vitu ambayo ni kali. Hizo huwa inasaidia kutengeneza koo yako ya kwamba isiwe na shida, na mara mingi unapokunywa inakuanga kali. Ndiposa ningependa kuambia kwamba kuna watu ambayo wanaelewa tu ya kwamba kuamini Kristo haijakuwa na vitu vizuri, lakini sisi tunapokunywa inaweza kaa ya kwamba ni kali, lakini inasaidia. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba onja Kristo. Hata kama watu wanakuambia kwamba kuokoka ni kali, ya kwamba hutaweza, hiyo ni wale hawajaonja. Ukiwa ndani ya Kristo kuna vitu vizuri. Ukiwa ndani ya Kristo hata kama iko na ukali yake, Daudi anasema ya kwamba onjeni muone Bwana yu mwema, heri wanayotumainia. Bwana kama ni mwema, inamaanisha kwamba atakuwa mwema kwa vitu zote. Hata kama unapitia mazito, hata kama unapitia uchungu, hata kama unapitia aibu, Bwana atabaki mwema. Hiyo ndio kwa sababu Daudi anaposema ya kwamba muonje Bwana, inamaanisha kwamba Bwana anahitaji kuona kama kila mmoja anasonga karibu ili apate kumwonja. Huwezi ona vitu kwa macho na ufanye uamuzi ya kwamba hawa wanakuanga hivi. Huwezi ona kwa macho. Kuna vitu ambayo inatakikana mtu apate kuonja, mtu apate kutest. Oh, taste and see that the Lord is good. Asubuhi ya leo Bwana anaita kila mmoja, hata kama watu walikuwa wamekuambia ya kwamba uokovu ni ngumu, hata kama watu walikuwa wamekuambia ya kwamba kushirikiana na Bwana
Bwana hakuna kitu kizuri naweza leta, lakini wewe mwenyewe ndio unaweza onja. Nilikuwa naona hata bado tunaweza ona ya kwamba mtoto mdogo wakati taa ile ya chimney ikiwakishwa, ile ya glass ikiwakishwa, anatamani kuenda kutaka kushika hiyo glass, lakini unapomzuia hawezi kujua ya kwamba hiyo glass ikiwa moto itamchoma. Lakini moja tu, once tu imemchoma hata guza tena. Kwa sababu gani? Ameonja. Hata wapendwa, kuna wale ambayo wameonja na wanaambia watu ya kwamba ni kali. Nimekuja nikuambia kwamba hata kama kuna vitu ambayo wengine wametestify na wakasema ya kwamba ni kali, sio kali kwako. Wewe njoo peke yako uonje wema wa Bwana. Nataka turudi kwa andiko ambayo tumesoma. Andiko inasema ya kwamba Yesu akakutana na Petero na Petero na akaambia ya kwamba Petero mahali tuko, na akaingia akaongea na Petero na akaambia Petero ya kwamba, na akaingia kwa mashua zilikuwa sio ya Petero pekee, lakini Yesu akatazama na akaelewa ya kwamba Petero ako na roho ya kusikia yeye, ya kumuelewa mambo kadhaa. Akatumia Petero alikuwa amechoka. Petero alikuwa amefanya kazi usiku yote, lakini katika hiyo hali ya kuchoka akaruhusu Yesu, akakaribisha Yesu katika mashua yake, akakaribisha Yesu, na Yesu akamwambia kwamba Petero, ebu endesha hii mashua, ingia nayo kwa maji. Alicha ya kwamba Yesu hakuongea bei ya kulipa hiyo mashua, Yesu akaweka watu na Petero akaendesha mashua mpaka ndani ya maji, na Yesu akahubiri hapo ndani. Andiko inanukuu vyema ya kwamba katika hiyo harakati ya Yesu kuhubiri, Petero akaguzwa, Petero akakuwa connected, Petero akaunganishwa na Yesu, na akasema ya kwamba ndani yake nimesikia kitu, ndani yake ni mtu ambaye anaongea tofauti, ndani yake kuna kitu ambaye nahitaji. Hata kama kuna shida niko naye, nimefanya kazi usiku yote na sijaona chochote, nimefanya kazi usiku yote na sijapata chochote. Wapendwa, wakati kama huu unaweza kuwa unapitia hali ngumu, unaweza kuwa unapitia hali ya ukosefu, hali ya njaa, hali ambayo ni mbaya, lakini kunaye tu mtu mmoja ambaye unahitaji. Hata kama watu wamekuambia ya kwamba hakuna kitu kizuri, ni wewe peke yake ndio unafaa uingie kwake Yesu. Petero aliposikia neno la Bwana, andiko inasema vyema ya kwamba Petero mwenyewe akaamua na akasikia Yesu. Ndio ilikuwa ngumu wapendwa. Petero anajua ya kwamba hakunanga samaki ambaye inaweza vuliwa mchana, samaki huwa inavuliwa usiku wakati kuna giza, lakini hii ni mchana. Lakini anagundua ya kwamba Yesu ndio amesema. Andiko langu inasema vizuri ya kwamba katika hiyo harakati akatii sauti ya Bwana. Wapendwa, asubuhi ya leo, kama unaweza peana na Bwana nafasi vile Petero alipeana Yesu nafasi ya kukaa katika mashua yake na kufundisha watu na kuongea na yeye, bila sema ya kwamba Yesu alipomaliza akaongea na Petero ya kwamba Petero, nimefanya kazi, nimehubiria watu. Sasa katika hii hali, hebu endesha mashua yako na upeleke kilindini, hebu endesha mashua yako na upeleke mahali ambapo ni ndani kidogo. Na asubuhi ya leo nataka nikuambie ya kwamba kuna vitu ambayo ni ngumu kuamini, lakini Petero kuwa connected, akaunganishwa pamoja na Kristo, akaunganishwa na neno ya uhai, neno la baraka, neno la ushindi, neno ambayo inaleta tofauti, neno la kibali ambayo inatoka kwa Bwana, na akakubali ya kwamba ni kweli, na akasema ya kwamba Bwana, ukweli wa mambo ambayo najua ya kwamba mimi nimekuwa siku zote nimekuwa bila wewe na nikakosa. Wapendwa, najaribu kusema nini? Sawa, anaposema ya kwamba tuunganishwe pamoja na yeye, nguvu yetu iko wakati tumeunganishwa pamoja na Bwana. Bwana amemaanisha kwamba ukiwa peke yako, kuna wewe sio muumbaji, yeye pekee ndio mwenye nguvu ya kuumba. Andiko inakuu vizuri ya kwamba Petro akasema ya kwamba Bwana, kwa sababu wewe ndio umesema, hata kama samaki hawezi patikana mchana, hata kama samaki hawezi vuliwa mchana, kwa sababu wewe ndio umesema, na wewe ndio unavua samaki, wewe ndio unasema, na wewe ndio uko na mamlaka, wewe ndio umesema,
nitatii sauti yako. Andiko inasema ya kwamba samaki Petro akakubali kuweka nyavu zake. Andiko inaendelea, Petro angekuwa na swali nyingi, Petro angekuwa na maswali kadhaa kuhusu kwa nini mchana, lakini akanyenyekea. Kwa sababu gani anyenyekee? Alikubali kuunganishwa pamoja na Yesu. Wapendwa, ujumbe ambayo najaribu kuleta asubuhi ya leo ni kwamba Bwana anasema ya kwamba katika hali zako kubali kuunganishwa na nguvu zake. Kubali kuunganishwa hata kama inakaa mambo ni ngumu, mambo ambayo inakusumbua, dhoruba ambayo unapitia, uchungu ambayo unapitia kama familia ni kali kiasi gani. Bwana anangoja mtu mmoja ambaye anaweza kubali kuunganishwa na yeye. Hiyo ndio ujumbe ambayo Bwana ananipea, ya kwamba tukubali tuunganishwe pamoja na Bwana. Tukubali tuunganishwe na nguvu za Bwana. Kuna nguvu ya kipekee ambayo inatoka kwake Bwana. Nguvu zote hutoka kwake Bwana Yesu. Hiyo ndio kwa sababu Petro alipokubali kuunganishwa aliona mkono wa Bwana. Andiko inasema ya kwamba Petro akakubali na akapeleka. Petro hakuangalia ya kwamba haiwezekani, alikubali. Roho yako ndio Bwana atafuta asubuhi ya leo, ya kwamba roho yako iunganike na yeye katika hali ambayo inakaa ngumu, katika hali ambayo inakaa haiwezekani, katika hali ambayo inakaa kana kwamba haitawezekana. Kama roho yako itakubaliana na Bwana, utaona miujiza wa Bwana, utaona ushindi wa Bwana. Petro akaunganika na yeye na akaona mkono yake. Petro akaunganika na yeye na akaona uweza wake. Asubuhi hii ya leo wapendwa, nataka nikuelekeze tu kwa neno la Bwana ya kwamba Bwana ndio akona nguvu zote. Bwana ndio akona uweza yote. Bwana ndio akona baraka zote. Bwana ndio akona uhai ambayo unahitaji, na unahitaji tu kukubali. Inahitaji tu kuunganishwa na yeye. Inahitaji tu kukubali ya kwamba bila Bwana wewe huwezi. Inahitaji tu kukubali ya kwamba Bwana tu ndio anaweza fanya mambo iwe tofauti, ya kwamba Bwana tu ndio anaweza fanya mambo ibadilike katika maisha yako. Petro hakuangalia masomo yake, ya kwamba amesoma mambo ya samaki, anaelewa vile samaki huwa ina behave. Biblia inasema ya kwamba samaki inasikia sauti ya Bwana. Wapendwa, Bwana ndio muumbaji, na Bwana akona uwezo wa kuumba ile kitu ambayo hakuna. Bwana akona uwezo ya kusanya, hata kama samaki ingekuwa katika bahari na zimetapakaa kila mahali. Wacha nikuambia kwamba kuna nguvu za shetani ambayo inafanya vitu zako zitatapakaa. Kuna nguvu ambayo ni ya shetani. Kama mtu amekaribisha Yesu, Yesu ni ya kuunganisha. Yesu ni ya kuleta vitu karibu. Nguvu zake imetosha kuleta samaki zote iliyo kwa bahari pamoja. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie msikilizaji mpendwa, ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu, ya kwamba kama unafuata Bwana, nguvu inatoka kwake. Nguvu inaingia, na hiyo nguvu ndio inafanya unaenda mbali tena. Asubuhi ni njema. Naomba tu nipate tu mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba kwa hakika nimepitia vita nyingi katika ndoa yangu, nimepitia vita nyingi. Kama unaweza kubalia Bwana aunganishe ndoa yako pamoja na nguvu za Bwana, yeye pekee ndiye anazaleta mabadiliko. Kama unaweza kubali Bwana kuunganishwa na nguvu ya Bwana, andiko inasema ya kwamba yeye pekee ndio anaweza badilisha mambo. Yeye pekee ndio akona nguvu. Nguvu zote ni za Bwana. Andiko inasema katika mstari wa 4 mahali tumesoma, inasema hivi, mstari wa 5, Simoni akamjibu, Bwana, tumejitahidi kuvua samaki siku kucha bila kupata kitu, lakini kwa kuwa umesema nitatupa nyavu. Kwa kuwa umesema. Wapendwa, Bwana majeshi asema hivi katika hali yoyote unayopitia. Bwana wa majeshi asema hivi katika hali yoyote unayopitia, ya kwamba yeye ndio anasema. Biblia inasema ya kwamba wewe mwalimu ndio umesema. Wapendwa, usiku Simon alikuwa, lakini hakukuwa na Bwana.
Unapokuwa na Bwana, wacha nguvu za Bwana ndio itawale. Unapounganika na Bwana, uwezo wa Bwana ndio inakusukuma. Samaki haingepatikana kwa sababu Bwana hakukuwa. Bwana anapokuwa, uwepo wa Bwana inapokuwa, mtu anapounganika na Bwana, roho yako inapokubalia Bwana, nafsi yako inapokubalia Bwana iunganike na yeye, basi anaanza kutawala. Basi anaanza kutiririsha baraka zake ndani yako na zinaanza kuonekana. Asubuhi ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba kuna vitu ambayo unahitaji katika maisha yako. Biashara yako inaweza kuwa imesimama, lakini usipokubali kama wewe ni wa ufalme wa Bwana, nimesema ya kwamba neno ambayo inatumia ya kwamba katika ufalme wa Mungu nguvu zote ni za Bwana. Katika ufalme wa Mungu hakuna yeyote, hakuna mambo ya Godfather, hakuna mambo ya kwamba mtu fulani ndio akinisalamia, hakuna mambo ya kwamba mtu fulani ndio akisema. Kwa kuwa na Bwana, unapokubali vile Petro alikubalia Yesu, ya kwamba Yesu vile umesema, hata kama ni hatari, mahali unasema niende kilindini ni sio mahali pazuri, lakini wewe ndio umesema nimekubali ya kwamba hata kama ni hatari, mimi siendi kwa sababu ya mimi siendi kwa sababu ya uweza wangu, mimi naenda kwa sababu ya wewe ndio umesema. Nimekuja nikuambie yeyote ambayo roho yake inakubali ya kulainika pamoja na Bwana, ambayo roho yake inakubali kuunganishwa na Bwana, nguvu ambayo unahitaji, umegundua ya kwamba nguvu zako haiwezi kukusaidia mahali umefikia na ujuzi wako na masomo yako, na mahali umefikia na uweza wako, nguvu zako zimefika mwisho, na unekubali kunyenyekea na kujisalimisha kwa mikono wa Bwana vile Petro alikubali na akasema ya kwamba Bwana, nimegundua mimi ni mtenda dhambi, nimegundua mimi ni mtu mdhaifu, nimegundua ya kwamba sina nguvu, kwa nguvu zako inawezekana. Asubuhi ya leo nataka niombe na mama mmoja na mzee mmoja na kijana mmoja, mahali ambapo umefikia unasema ya kwamba nimegundua ya kwamba nguvu yangu haiwezi, nimesema ya kwamba nimegundua ya kwamba mimi bado siwezi, bila wewe Bwana, bila nguvu yako nimeshindwa, bila nguvu yako nimelemewa, bila nguvu yako mimi niko chini. Ambia anatafuta tu mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba hali ambayo anapitia, vita ambayo anapitia, aibu ambayo unapitia ni duni na unataka kujisalimisha. Shika tu TV yako, piga tu magoti chini mahali uko, tuombe na wewe. Nataka tuite Bwana ambayo amenituma ya kwamba yeyote atakayeunganishwa na yeye hata ikuwa na aibu. Vile Petro alitoka kwa magoti yake akiwa mshindi, akiwa anaita wengine, akiwa msaada kwa wengine, akiwa amepata samaki kadhaa, hivyo hata wewe utakapounganishwa utaona baraka ya Bwana. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu ya mtazamaji na msikilizaji wangu ambaye umenipea asubuhi ya leo, anapojisalimisha kapiga magoti yake chini vile Petro akapiga magoti akagundua ya kwamba mambo ni tofauti, kwa sababu sio yeye, sio kwa nguvu yake, sio masomo yake, sio kujua kwake. Hata huyu ambaye amepiga magoti yake chini, Baba, namleta kwako Baba, namuinua mikononi mwako. Bwana wa majeshi asiaibike, bali aone ukuu, aone ushindi. Kila adui ya shetani ambayo anampinga na sambaratisha mpango yao katika jina la Yesu, Bwana wainue, washindanie, waonekanie Bwana wa majeshi. Kila aibu ambayo adui amepanga nayo ya kwamba waibike, tunasambaratisha hizo mkutano zote katika jina la Yesu. Natangaza baraka juu ya maisha yao, natangaza baraka juu ya familia yake, natangaza baraka juu ya ndoa yake, natangaza baraka juu ya biashara yake katika jina la Yesu. Pokea sifa na utukufu unapombariki, unapomuinua, unapomshindania, unapomuonekania katika jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, aliyekuwa anatumika kama chombo leo hii kwa leta neno la Bwana ni Pastor Leonard Omondi, Mchungaji Leonard Omondi wa God of Eternity Church ambayo inapatikana Nairobi hapa Dandora eneo la 4. Hapo ndio tunapatikana, na namba yangu ya simu ni 0722 11 57 14, 0722 11 57 14 ama 0733 736040, 0733 736040. Namba yangu iko hapa kwa screen. Chukua tu namba yangu, upige simu na Bwana aenda kutubariki. Kama sio hivyo, naomba ya kwamba Mungu awabariki. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you